Kuku bwana, vikuku vinaenda na shape ya mguu. Kikuku. Kikuku bwana kinatengeneza mguu shape. Angalia mguu wangu, mimi nilikuwa navaa vikuku sana. Lakini nimetoa kwa muda, lakini karibu nitaviaza tena. Ulikuwa unavaa vingi sana. Nilikuwa navaa vingi. Vikuku vinakwenda kwa shape ya mguu. Tena ukivaa mguu wako ukivaa vikuku mara kwa mara, inatengeneza shape kama kiuno vile. Kuna mwanamume mwingine anaanza kushika mguu akaweka begani kwa ajili ya shanga tu za mguu. Hebu jipambeni basi nyewe wanawali. Tafuta shanga nzuri, rangi za upendo. Kuna rangi hasa ukivaa ya upendo. Watu wanatafsiri tofauti vikuku vivanesi. Tafasiri nini bwana, achana nao. Wanatafasiri ni uongo tu waliokuwa nao. Mbona wakiwaona watu wamevaa wanapita wanawatizama. Tafasiri zao za unafiki tu. Mimi kuna mtu kaniuliza siku moja, kaniita kanisimamisha. Eti mbona unavaa vikuku miguuni? Nikamuuliza kwa nini unakusudia nini? Akasema nataka niambie, hebu nipe maana yake nini umevaa. Mimi sikumpa shida, nikamwambia nisikilize nikwambie kitu. Mimi kwangu ni mapambo tu. Wala hayana nia yoyote nyinyi, wewe unachukuliaje? Itabidi nikutafute siku yake maalum. Nataka uniambie maana ya vikuku. Hiyo nakupa hadithi hiyo kwa kweli. Siku hiyo kwa na jina bwana yule nikampa namba yangu. Akataka namba yangu nikampa. Akanipigia. Vanessa uko wapi? Nikamwambia mimi niko Idrisa. Uko na kazi zako Bwana mimi nilikuwa nataka huo mzigo, nataka ninunue. Lakini mzigo huu mimi nikinunua nampelekea mke wangu Tanga. Nikamwambia sawa. Wewe uko wapi? Akaniambia mimi niko sehemu fulani. Wewe niletee mimi nichague, mimi nikatoka. Hiyo list nakupa ni ya kweli, si ya uongo, na kama mwenyewe ataangalia atanisikia. Umeelewa? Mimi nikatoka bwana mpaka kule alikonielekeza. Akaniambia chukua boda boda, mimi nitakuja kulipa. Mimi mpaka pale kufika bwana yule anaongoza ndani anaingia. Mimi nikamfuata kwa sababu mimi sijeuri. Nikaingia. Tena nikaingia mapana na marifuata, sikuwa na wasiwasi. Kuingia ndani na mkuta ndani chumba yuko peke yake. Sikujua kumbe ile nyumba ni guest bwana. Mimi nilijua asi bwana, mimi naingia pale kumbe ile nyumba bwana ni guest. Umenifahamu sijui mwanangu. Nafika pale na mkuta yule bwana kaka pale kavaa taulo. Nikamuuliza kulikoni, mbona una taulo? Usio na wasiwasi. Si unajua sasa hivi joto. Nimetoka kujimwagia maji ndio nimekaa hapa. Hivi wewe mkaa kuna kiti nikakaa. Kukaa nikapeleka na mzigo. Fungua niangalie, nikafungua. Nikafungua nikamaliza. Nikamwambia haya. Chagua hiyo shanga unataka. Akachagua yule bwana. Kachagua kubwa, akaniambia nisikilize ninachokuambia bibi. Mimi nataka hizi shanga, hebu jaribu zinazokutosha wewe. Mbona mtihani alionipa? Jaribu zinazokutosha wewe. Nikamwambia mbona unanipa mtihani? Hata sikupi mtihani. Kwa sababu ni mke wangu, mnene kama wewe. Bwana nikasema haya. Nikachukua shanga mimi nikamwambia hii hapa, nikashika tu nikamwosha hii mimi navaa. Namba yake ya 46. Mimi navaa inatosha. Sasa inavaa kwani si ujaribu? Nikasema leo nimeingia choo cha kiume, sio cha kike hiki. Basi nikafungua mwenyewe nikachukua kwa sababu nilikuwa na nguo nikajifunga juu ya nguo. Akasema ongeza nyingine, nikaongeza. Ongeza nyingine, nikaongeza. Ongeza nyingine nikaweka kama 5. Akaniambia hapo barabara ziko vizuri. Shilingi ngapi hizo? Nikamwambia hizi moja shilingi 12,000. Akaniambia hapo jumla hizo 5 bei gani? Tukapiga hesabu ikafika kama 60,000. Bwana yule akachukua wallet yake akafungua akanipa 60,000. Sasa nazivua zile shanga yule bwana hataki nizivue. Nikamuuliza sasa wewe hutaki nizivue, unataka kunifanya nini? Mbona sikuelewa, wewe umenunua? Ikabidi nilikuwa sasa ninacheka, nikabidi niingie hasira tena nimeanza kununua. Akaniambia mimi sitaki uzivue bibi. Hebu ziache hivyo kiunoni. Nikamwambia basi mimi nafanya na kusanya mizigo yangu natia kwenye mfuko niondoke. Akusanya bwana yule kasimama mlangoni, mimi siwezi kutoka sasa. Nikamwambia nisikilize nikwambie kitu, mimi binadamu na wewe binadamu. Usifanyiane hayo unataka kufanya. Alafu wewe mkubwa. Unielewa? Bwana yule kasimama mlangoni. Namwambia bwana nisikilize, mimi nataka niondoke. Mbona umesimama mlangoni kwa sababu gani? Mbona mimi sikuelewi? Alafu wewe mbona mkubwa sana sio mtoto? Kwa nini unafanya haya yote? Ulikuwa unakusudia nini? Hamna, sijakusudia chochote. Sijakusudia chochote. Vikuku unavyo? Nikamwambia ninavyo. Hebu ujipime wewe vikuku pia. Nikachukua vipimo. Weka huku 5 na huku 5. Nikaweka huku 5 na huku 5. Sio, umenielewa ndugu yangu? Nilikusha kuviweka, nikamwambia bei gani hivi? Nikamwambia huku 5 na huku 5 inakuwa 50,000. Bwana yule akafungua wallet akanipa 50,000. Na ukichukua na ile pale ya mwanzo 60, laki moja na 10. Jasho linanitoka. Hapo nimeshavurugikiwa sielewi. Mpira unaendaje na hii kipa atatokea wapi atasimamia hii mechi leo. Lakini kwa sababu mimi mwenyewe pia niko vizuri, sina matatizo sana. Niko vizuri.
Mimi mtu akiniingia katika anga zangu ajipange. Basi nikamwambia nisikilize bwana wewe, nikakusanya shanga zote katia ndani ya mfuko. Maana mzigo ulikuwa mwingi tu siku hiyo. Nikautia ndani ya mfuko, nikamaliza, nikasimama mlangoni na nikasimama. Bwana yule kidogo simu ikapiga kwake. Nilipopiga simu anaambiwa, bwana wewe ule mzigo ushafika. Uko kwenye mabasi. Ukapokee. Usichelewe. Anaambiwa kwenye simu lakini kaeka loudspeaker. Mimi namsikiliza huyo bwana. Sasa mimi niko akamwambia unaambiwa ufanye haraka ukapokea huo mzigo. Bwana yule ndio kawa nusura yangu mimi, nakusanya hizi shanga natia ndani ya mfuko. Napita akanambia sasa hela nauli unayo? Akaingiza mfukoni akanipa shilingi 5 chukua boda boda nirudi nyumbani. Niambie ilikuwa muda gani? Ilikuwa kama saa 2 usiku. Sio, umeelewa? Sasa nikwambie kitu, hizi kazi zetu zina majaribu sana. Alafu kazi yoyote kila kazi inakuwa ina mambo yake. Unajua hizi kazi zetu zina mitihani yake. Kazi kweli nzuri tunauza, lakini hizi kazi zina ushindani mkubwa sana. Alafu hizi kazi zinakuwa zinaleta kama ibilisi fulani hivi. Lakini kwa mimi nilisema huyu kama ni ibilisi shetani katika moyo wangu, kama huyu ni jini au shetani anataka kumuingia, anataka kuniharibu mimi, kunifanyia mambo ya kiuni, basi ishara kwa uwezo. Naongea rohoni, ishara kwa uwezo wake, basi litaniepuka hili. Basi yule bwana akavaa pale akatoka, mimi nikatoka zangu nje nimesimama, akanipa, maana kuna mageti mawili. Geti la kwanza niloingilia na hii mpaka kuingia kule ndani kwake ni geti. Umenielewa? Nikatoka nikaanza kusimama pale na mimi naondoka, unaondoka. Akatoa ingiza mkono mfukoni akanipa shilingi 5. Nikatia mfukoni nikashika. Natoka zangu mimi nenda kupanda boda boda nje. Nilipotoka tu kama 2 napata boda boda mimi naondoka. Mpaka nafika nyumbani mimi natetemeka. Niulize hizo shanga alichukua? Hakuchukua. Vikuku alichukua? Hakuchukua. Vitu vyote vile alivyovilipia nilibaki navyo mimi, niko na kwangu. Basi akawa kila wakati ananipigia ili nipeleke vile vitu. Mimi sipokei simu. Hela alikupa lakini. Hela kanilipa. Simdai hanidai. Lakini mzigo kaniachia. Sasa hebu fikiria huyu mtu alikuwa na mipango gani? Sasa nitafutie wiki ijayo nitakumalizia kisa.